namba kwa sababu zitashindana na wengine ambao inawezekana ni mara yao kwanza leo. Lakini nisema hivi, jambo lingine, kabla ya sikukuu ya Pentekoste kutimia, watu waliandaliwa kwanza. Kabla ya siku ya Pentekoste kutimia, watu waliandaliwa kwanza. Kwa kumbe hii Pentekoste huwa inaandaliwa. Kutendeka ni kitu kingine, maandalizi ni kitu kingine. Kwa hiyo kabla haijatimia, watu waliandaliwa, walifanya maandalizi. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1 mlango wa 4 mpaka wa 5. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake, kwamba habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Manake hapa unamuona Yesu mwenyewe anaiandaa Pentekoste. Haijatimia bado, lakini hawa ambao ni watarajiwa lazima awaandae, wakae kwenye maandalizi. Anawaambia kaeni, subiri. Jamani, kusubiri kitu ni tofauti na kuto kusubiri kitu. Mkao anaokaa nao mtu anayesubiria kitu fulani ni tofauti na mkao alio nao mtu asiyesubiria chochote. Uliwahi muona mtu anayesubiri gari? Yukoje? Na mkao wake kila kitu amekiandaa. Hiki amekipaki hapa, hiki amekipaki hapa, hiki amekipaki, saa yote anaondoka. Kwa Roho Mtakatifu kabla hajaja, Yesu aliandaa Pentekoste, akawaambia kaeni humu, wala msiende kokote, wala msihubiri, wala msifundishe. Kaeni hapa, muingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia kwangu, ya kwamba Yohana alikuja, aliwabatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ya Pentekoste ambayo inaitwa siku ya Roho Mtakatifu ni siku ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Siku ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Siku ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tofauti na siku ya kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Nipaweke vizuri hapa na hapa. Siku ya kuzaliwa kwa Roho, mtu anazaliwa kwa Roho, na siku ya kubatizwa mtu kwa Roho ni vitu viwili visivyo sawa. Siku mtu anaokoka ndio siku anayozaliwa kwa Roho, neno linamzaa. Haleluya. Na ndio maana mtu anapoingia kwenye imani anakuwa na asilimia fulani za Roho Mtakatifu. Kuja niongeze tena. Yaani mtu anapoingia kwenye imani ile tu anaokoka, tayari kuna asilimia fulani za Roho Mtakatifu zinakuwemo mle ndani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwepo mle ndani, si kwa asilimia kubwa. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayehusika kumzaa mtu. Amen, amen. Sasa huyu mtu anatakiwa ukulie wokovu. Kwa kadri anavyokuwa, ile neema ya Roho Mtakatifu inaingia mle ndani, inaanza kukua. Huyu mtu sasa akiokoka anatakiwa abatizwe. Sikio lako vizuri.
akiokoka anatakiwa abatizwe. Kama amebatizwa kwa maji, lazima abatizwe kwa Roho. Ndio maana tunapomfundisha mtu mafundisho ya kwanza ya awali ya maneno ya Mungu, tunapomwelekeza na kumjengea misingi ya imani, baada ya kumaliza yale mafundisho, kinachotakiwa kifuate ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, kujazwa Roho, mtu ajazwe Roho. Amen. Kujazwa Roho sasa, huko ndo kunaitwa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ndo huko sasa asema ninyi muisubiri siku hiyo, siku ikifika mtabatizwa kwa Roho. Leo kwenye makanisa yetu tuna watu wengi, kwenye fellowship zetu tuna watu wengi hawajabatizwa. Na kwa nini hawajabatizwa? Misingi ya mafundisho ya Roho Mtakatifu imepungua sana kwenye kanisa kufundisha, na tunafundisha tu kama nadharia. Hili ni jambo muhimu. Kanisa la kwanza la mitume halikumwamini mtu yeyote mpaka amejazwa Roho Mtakatifu, ndio walianza kumwamini. Leo tunashangaa kwenye kanisa kuna vitu vinaibuka vya ajabu. Kwa nini? Hawa watu hawajabatizwa. Lazima wabatizwe, na wakisha batizwa ndipo wanapojaliwa kunena lugha mpya. Baada ya kubatizwa, udhihirisho wa waliobatizwa ni kunena kwa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha mpya, ndio udhihirisho. Haleluya, haleluya. Tunakuwa na wahubiri hawajabatizwa, halafu anavyovisema vingine mpaka na matusi, yani wanahubiri huko wanatukana. Injili hiyo kwenye Biblia haimo. Unaipata wapi? Umeishiwa. Leta injili ya moto, sio ya matusi. Shida wahubiri wanaigana. Acha kuiga za mtu, uelewe msingi wake. Mwenzako inawezekana likikuta mahali sasa, kwa sababu ya mifumo ya kuiga, unashangaa nasema anahubiri kidogo, anasema hey, hoya hapo vipi, imekupata? Na wewe unakuja kesho, hoya, unaturudisha kule, tunajua leo pagani amesimama madhabahuni, pagani kabisa. Amen. Jamani, amina. Kwa hiyo lazima iandaliwe, na lazima tuwaandae watu, waandaliwe kwamba kuna siku inakuja mbele, siku maalumu. Watu wajiandae. Amen. Tunajiandaa kimwili, tunajiandaa kwa roho pia. Tunajiandaa hata miili yetu kwamba tunaiendea siku ya Roho Mtakatifu, siku ambayo alikuja duniani akakizaa kitu. Kwa na mimi leo ninakwenda kwenye siku ya Roho Mtakatifu, na kwenda kuzaliwa kwa upya tena. Ninarudi si kama jana, ninarudi si kama juzi, maana ninaenda kwenye siku ya kuzaliwa kwa Roho. Hata kama tabia fulani ilikuwa haipo, lakini mimi nikienda kule nitarudi na ile tabia mpya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, tunaitazameje Pentekoste? Tunaitazameje? Akina Petro, Paulo, namna walivyoitazama Pentekoste, waliitazama kwa namna ajabu. Waliandaa siku ilipokuwa inatimia. Akina Paulo anasema nitakawia Efeso na ingoja, ili kwamba niiwahi Pentekoste nisije nikachelewa. Niiwahi na airisha na shughuli nyingine, na iwahi Pentekoste. Amen. Usikii, na iwahi Pasaka. Amen. Na iwahi Pentekoste. Amen. Amen, amen. Amen. Jamani, amina. Amen. Kwa nini na iwahi Pentekoste? Uliza, wewe ulikuwa na iwahi? Sina hapa amekulazimisha kuja. Nini? Huielewi siku hii? Uielewe kwamba ni siku yako. Bwana tusaidie. Amen. Siku ya Pentekoste, siku ya Pentekoste wa Yoeli, siku ya Pentekoste ndiyo siku ulipotimia
unabii aliyotabiri Yoeli. Kwa ilikuwa ni siku ya utimilizo. Yoeli alitabiri Pentekoste, ikaja kutimia ilipofika. Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 28. Matendo ya Mitume mlango wa 2 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wana wenu waume kwa wake watatabiri, wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake katika siku ile, yani ya Pentekoste, nitamimina roho yangu. Amen, amen. Juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake, nao nitawamiminia roho yangu, watatabiri hawa. Amen. Amen. Na ukifika mstari wa 30 unasema, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minala ya moshi. Amen. Amen. Hili neno lilikuwa kabla ya Agano Jipya. Ilipofika siku ile ya Pentekoste ya Agano Jipya, ndo likatimia neno la unabii, likatimia. Roho Mtakatifu akashuka, akamiminwa juu ya watu, juu ya watumishi wa Mungu wa kike, juu ya watumishi wa Mungu wa kiume. Watu wakatabiri, watu wakatoa unabii, watu wakaifunua siri ya ufalme wa Mungu. Watu wakawa shujaa, wakawa majasiri, wasiojali chochote. Haleluya, haleluya. Walitokea siku hii. Kwa hiyo siku hii ndipo ulipotimia unabii. Hata watu walipotokea nasema sio kweli kinachoendelea. Petro akalihubiri hili neno kwamba lipo, kila mnachokiona kilitabiliwa, unachokisikia kilitabiliwa. Neno la unabii ni maalumu kwa ajili yako wewe. Na ukijua kuna neno la unabii ambalo Bwana amekuandalia wewe, na ukae ukiwa na haja na neno hilo la unabii. Agano Jipya ni udhihirisho wa neno la unabii lilotabiriwa na limedhihirika. Hatumsubiri Roho Mtakatifu, tunadhihirishiwa. Salimia aliye karibu na wewe. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kama hatutaielewa Pentekoste ni ngumu, ukiroho wetu ni ngumu. Bwana tusaidie. Yalipotimia hapa hakuna kijana, hakuna kusema huyu ni mwanamke, huyu ni nani. Wote vijana wenu wataona maono. Maana yake ni kipindi cha kuona maono. Kipindi cha kuota ndoto. Wewe unaanza kuota ndoto za majoka. Zinasababishwa na nini? Hizi ndoto ambazo nasema utaota ndoto sio ndoto za majoka. Joka hilo, kuna jitu linanikimbiza na upanga. Wenzetu na ndoto hizo tena? Sio hizo. Kwa sababu ndoto ni mlango, ni mojawapo mwa milango maalumu anayotumia Mungu kusema na mtu. Ndoto. Kwa adui akichezea hiyo milango, mtu anaanza kuota vingine. Maono, wataona maono. Anasema wataona maono. Ilipotimia siku ya Pentekoste, Matendo ya Mitume, tuone nini kilitokea. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Nini kilitokea? Hapa tunamuona Petro analirudia hilo neno, anaanza kulihubiri. Matendo 2 mstari wa 17. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Naomba mnisikilize. Ukisoma ili neno la Yoeli, neno la Yoeli, utaona nabii Yoeli anaitabiri siku ya mwisho. Ndo nabii anayeanza kutabiri siku ya mwisho.
Kwa lugha nyingine ningesema, unaposikia siku za mwisho zilianza lini? Zilianza hapo. Amen. Sawa? Amen. Nabii Yoeli akaitabiri kwamba itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamimina roho yangu juu ya watu. Yaani zikifika siku za mwisho. Amen. Nabii Yoeli anaziona. Sasa Matendo ya Mitume 2, siku za mwisho zimefika. Amen. Ndo anaanza kusema ule mstari wa 17, itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Hawa walikuwa watabiri, lakini wakimwagiwa watatabiri. Yaani watakuwa na uwezo wa kulifunua neno la Kristo kwa uhalisia wake. Nitawawezesha. Kwa ghafla mabinti wanasimama kwenye madhabahu, sio kama mabinti, anasimama kama vile mwanaume shujaa, anaileta kweli mpaka unaona moyo unatetemeka. Ni Mungu ameyuko ndani ya binti. Haleluya. Unashangaa ni mtoto mdogo, lakini angalia nayo ifunua kweli. Yaani inafunuliwa kweli yenyewe. Wazee wenye ndevu na changani, lakini mbona nikatoto tu, Mungu ameingia ndani. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Hatujisaidii, tunasaidiwa. Hatujisapoti, tunasapotiwa. Hatujipi nguvu, tunapewa nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ukielewa kwamba kijana ana mgao wake, yaani kijana mwanaume ana mgao wake, kijana binti ana mgao wake, kuna mzee ana mgao wake. Unakaeje? Kwa mfano, si unajua mimi nina mgao wangu? Amen. Kama nina mgao wangu, manake na mimi lazima nipate. Ukiona nimekosa nadai, maana nina haki. Ukiona umehudhuria Pentekoste umekosa, lazima dai. Haiwezekani. Salimia aliyekuwa karibu na wewe, mwambie una mgao wako. Mwambie tena una mgao wako. Hatujipi, tunatengenezewa. Amen, amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ambayo Mungu anafanya jambo la kwa mtu binafsi. Anafanya jambo la mtu binafsi, sio kwa kuwaunganisha. Yaani akiwa ameungana, afu Mungu anamtendea mtu binafsi, huyu cha kwake, huyu cha kwake, huyu cha kwake. Kwa hiyo kila mtu anakuwa nacho. Sasa wakati mwingine wanashangaa eti Mungu ameshuka na hudumia wengine, afu mwingine haingii kwenye mgao, ila na shangaa huyu naye akimaliza kwa huyu hapa, huyu anaanguka. Anapiga kelele huyu. Yaani wewe umekaa katikati ya kusanyiko, ni mtu wa kusumbuka. Wanakusumbua wanayepokea baraka. Huyu tena juu naishia huyu. Wewe mgao wako utapata lini? Mimi nawazaga wakati mwingine hata kwenye fellowship wanawaza kwamba nashangaa kuna watu wanahudumia watu kila siku, wanapokea watoto kwa sababu wamejaa nguvu. Huwa nawaza na nyinyi wawaga wanawapokea. Juzi ulimpokea mtoto mwenzako akajaa, jana, leo wewe mtoto wako utapokelewa lini? Utawasaidiaga wenzako tu wasianguke. Wewe sikubali kusindikiza mtu. Amen, amen. Ndio maana ukiona umeisimama kwenye zamu, basi tu, yani ingelikuwa tu watu wanaweza kujihudumia basi, lakini kwenye zamu hasara sana. Maana saa ikifika, maana yake hatuna saa nyingine kwamba labda hao wanayohudumia tutawaandalia sasa, tunayemaliza leo, kesho inaanza Pentekoste ya wahudumu. Hamna.
Ndio hii. Akimaliza viongozi sasa, tunashukuru sana na wahudumu. Haleluya. Salimia aliye karibu na wewe. Kwa ukiumba na kuambia wanaoshi karudi unapiga miayo. Unafika nyumbani unakuwa mchawi wa fellowship. Tena ulikuwa unawahudumia wenye Mungu. Tikiza mkono tusalimiane hivi. Amen. Kama unaelewa. Jamani, siku ya kugawiwa, siku ya kugawiwa. Amen. Hii ni siku ya kugawiwa. Lazima moja uende na mikono, ili mikono ipokee. Amen. Maana ni siku ya kugawiwa kitu. Amen. Kwa hiyo unaenda na mikono, unaenda na kaimani, unaenda na utayari, unaenda na kujituma, unaenda na kujibidisha, unaenda na kiu, shauku, yani kwamba na mimi leo ni siku ya Roho Mtakatifu na mimi lazima piga ua. Haleluya. Unajua ukienda kwenye majimbo wale wanayechimba viazi nasema, yani kwa shamba hili piga ua, mimi leo viloba 10 piga ua, napambania viloba 10. Hapa lazima. Kwa hiyo unakuwa na maono yani. Hata wenzako wanapofika kwenye viloba wanachimba, anapiga na hadisi, wewe maono yako viloba 10 lazima vije. Kwa hiyo utalima, unaokota mikono miwili unarusha huko. Hapo kama mjanja unawasemesha hadisi sana wenyewe. Unawaletea na tu hadisi tuzuri, alafu wewe unapiga jembe mikono miwili unarusha hapo. Baadaye kwenye hesabu viloba 15. Alafu yeye viloba 7 anasema mkupe. Wala sio mkupe, uongo tu. Maono. Haleluya. Sina bali barikiwa. Wewe umewahi kuwaona wachimbaji wenye maono? Anaingia kwenye shamba lenye viazi, haanzi kuchimba, anachimba pale, anarusha viazi hapo katikati na kule viazi hapo, chimba na hapa anarusha pale. Au akimaliza hapa anaanza kuchimba tena pengine, anarusha viazi tena ndani ya viazi. Unajua maana yake nini? Nani ataingia kuchimba kwenye viazi vya mtu? Hamna. Kwa maana yake shamba likiisha anarudi kwenye vipolo vyake. Ni kama anaokota viazi lakini kumbe aliwekea kujazilizia. Sasa ni maono ya mtu anayetafuta kitu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata unapofika mahali eneo ambalo lina mgao wake, lazima uwe na mgono kwa mimi leo nataka nini? Kuna mgao wangu. Roho yangu je, imepokea mgao au imefeli? Ni shahidi wa kuona, wa kusikia, wa kutendewa. Ili tukikutana kwenye nyingine tuwe na habari zinazosema tulipokuwa Kinenulo siku ile ndo siku niliyotendewa muujiza mimi huu. Ndio mwingine anasema, unasemaje? Bwana mimi nilikuwepo. Sasa swala la kuwepo wewe sio swala la mimi la kutokutendewa. Hata wanaenda kuokota migusu wanaendaga wengi. Wengine wanarudi na vikapu kidogo, wengine vimejaa. Wale wenye vikapu vimejaa wanasema mwaka huu migusu mingi. Mwingine mwenye kikapu hakijaja anasema yani mwaka huu miguu haijajaa. Yani migusu mwaka huu yani hapa jajaa. Cheki. Tulikuwa tunaokota pale 2, 3, 4, 5. Mwongo. Ulikuwa mvivu. Wewe unakaa kwenye mti ambao hauna migusu. Tafutaga miti iliyozaa. Tafuta chini. Unakimbia hapa, unaondoka, unakimbia pale, unaongotoka. Amen. Unafika kwenye mgusu, kwenye mti ambao hauna matunda hajaanguka. Sio unabaki unashangaa hapo. Kimbia hapo. Aliye karibu na wewe ni wa muhimu, msalimie. Mwambie unapata, unapigwa chenga. Haleluya. Pentekoste sio dhehebu. Pentekoste sio dhehebu. Pentekoste
sio dhehebu. Pentekoste ni mtu aliyejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Pentekoste sio dhehebu. Pentekoste ni mtu aliyejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Swala la mtu mwingine na mwingine kujiita Mpentekoste, si kama nanielewa vizuri. Swala la mimi nikijiita mimi ni Mpentekoste, ninaposema Pentekoste, kama upo wala usikasirike, sina maana kwamba kukusema vibaya. Sijaajiliwa kwa ajili ya hilo, nimeajiliwa na Mungu. Lakini swala la kuna madhehebu au dhehebu linaloitwa Pentekoste, Pentekoste sio dhehebu, ila ni kujichagulia. Watu fulani nasema sisi dhehebu letu liitweje? Liitwe Pentekoste au liitwe Betheli au liitwe nguvu ya Mungu. Sasa swala la dhehebu kuitwa linaitwa nguvu ya Mungu, usifikiri ndio nguvu za Mungu, ni jina. Kwa mfano mimi nikiitwa tajiri, hivi ndio tajiri? Kwamba mimi niitwe tajiri, sasa kuitwa tajiri ndio nina hela? Unaweza ukaona hata ninapolala kimenipiga chenga na kitanda, ila ninaitwa. Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kwa swala la kuitwa kwamba we mwanamke, unaweza usiwe ni mwanamke, na siku hizi ndio hilo lipo. Unaweza kufikiri ni mwanamke kumbe mwanaume, unaweza kufikiri huyu ni mwanaume kumbe ni mwanamke. Tuko kwenye kipindi cha siku za mwisho. Sasa unaweza kufikiri kwamba huyu anaitwa Mpentekoste, ana upentekoste, kumbe hana upentekoste. Kwa sababu Pentekoste sio dhehebu. Pentekoste ni mtu aliyejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Huyu ndiye anayeitwa Mpentekoste. Amen, amen. Utakumbuka tulikotoka tumeona Pentekoste ilikuwa ni siku ya 50. Siku ya 50 manake ndio ilipotimia. Sasa kama lilipotimia, ina maana ilishuka nguvu za Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu, huo ndio Pentekoste. Huyo ndio Pentekoste. Kwa kama mtu amejaa nguvu, ndio Pentekoste mwenyewe. Pentekoste ni nguvu, Pentekoste ni uweza, Pentekoste ni ujazo, Pentekoste ni neema. Unaweza kuwa ukaitwa Pentekoste, sio Mpentekoste, na tukikufuatilia tunaona huyu sio Pentekoste. Hamna kabisa. Huyu aitwa Myahudi tu. Matendo ya Mitume 6. Matendo ya Mitume 6. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4 na wa 5. Pentekoste sio dhehebu, bali ni mtu. Kwa jina la Yesu nasoma. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo. Hebu shikilia hapo. Anasema wakamchagua mtu aliyejaa imani. Moja, imani. Halafu utamyumbisha huyu. Imani nini? Imani nini? Uhakika wani? Amejaa imani, amejaa Roho Mtakatifu. Yaani moja kabla ya Roho Mtakatifu, upako. Roho Mtakatifu kama amekuja, anakuja wapi? Kwenye imani. Sasa huyu anasema amejaa imani, yaani unaweza kupungua imani, wengine wanajaa imani. Yeye amejaa imani, akachaguliwa mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Muyumbishe mtu aliyejaa imani na Roho. Yaani Roho anaisaidia imani, imani inaisaidia yeye huyu jamaa endelee kukaa kwenye upako. Vinasaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Na Filipo na Prokoro
na Nikanori na Timon na Pamena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Mstari wa 9. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakirene na la Waskandria na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Haleluya, haleluya. Kwenye kanisa hili kiliingia kitu, uliingia mmeguko. Mmeguko inatuharibu, ni kwa sababu hatujawapata watu wa kushughulika na ile mimeguko. Tunashughulika kwa namna ya mwili. Kwenye kanisa hili ukianza mstari wa 1 utaona liliingia tatizo, manunguniko la Wayahudi fulani, wajane wao wakawa wamesahauliwa, wakaanza kunungunika. Mitume waliposikia akasema sawa, tunakuja kulishughulikia tatizo hilo. Jamani, sisi wenzenu tuna huduma, hatuwezi kurudi tena tusimamie hapa, ila mchague watu 7 miongoni mwenu wenye sifa zifuatazo. 1, waliojaa Roho Mtakatifu, walioshuhudiwa mema na watu wengine, wenye upako. Yani, kwa nini wale wataka watu wenye upako wa Roho Mtakatifu? Hakuna mtu mwenye Roho Mtakatifu anaweza kawa na upendeleo. Haiwezekani. Yani mwenye Roho Mtakatifu aweza kawa na upendeleo. Ndio akasema jamani, tumpate mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, ameshuhudiwa mema. Kanisa chagua, nyinyi mnawafahamu. Jamani, waliojaa upako wanafahamika, wala sio swala la kuuliza. Hata hapa ningesema ninaomba mnichagulie watu wenye nguvu za Mungu sana nyingi, nipe watu 5 hivi. Mnachagua huyu, yule, huyu zimo, lakini alafu na fulani hayuko hapa. Wanafahamika. Haleluya. Na waliopoa sana wanafahamika. Sasa huyo, hata kama mnasema wabembelezage watoto kwa waliojaa Roho Mtakatifu, huyo ngoja kwanza tuchagulie. Wakawachagua hao, wakachagua mtu wa kwanza. Yaani kuna watu wengine wamejaa upako sana kuliko waliojaa upako sana. Sasa walipoingia kuchagua, wakaanza na namba 1 kichwa, anaitwa Stefano. Ndio wakoja kila Prokoro na wengine na wengine na wengine mpaka wa mwisho, lakini Stefano, angalia habari za pale nyuma. Walipochaguliwa namna ile, wakaingia kazini, madhehebu 5 yakachomoka kushindana nao. Lakini Biblia inasemaje? Hawakushindana na wengine, walishindana na Stefano aliyekuwa kuchaguliwa wa kwanza. Wakashindana nao, lakini hawakuweza. Swala la kushindana na wewe sio kuwezwa. Wakashindana nao, ila hawakuweza kumshinda huyo Roho na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema nao. Haleluya. Manake Roho Mtakatifu ndiye ambaye akimweka mtu kazini, hakuna mtu akumuondolea. Wewe huwezi kushindwa kama umejaa mle ndani Roho Mtakatifu. Kwa Stefano ndiye alikuwa Pentekoste yenyewe. Yaani ni Pentekoste inayotembea. Amejaa Pentekoste. Amen. Mwambie aliye karibu na wewe umejaa Pentekoste. Unajua ni Pentekoste imejaa, yani unatembea ni Pentekoste iliyojaa. Hujajaa manunguniko kwamba unajua umenitendea mbili. Mimi kwenye foleni nilikuwa wa kwanza fika kukinga ubaya, lakini nashangaa naweka kwa mwenzake mimi. Ile begi yangu sio ameweka hapa, afadhali mimi niondoke hapa. Pentekoste wewe, Pentekoste wewe. Wewe ni Pentekoste kweli? Waliozaliwa mara ya pili?
yupo. Dawa ni moja, dawa ni moja. Baadaye mtakapolala, mnapoenda kulala, wewe wahi neno kalale anapolalaka. Lala kimya, piga usingizi. Yamechelewa, anafika pale ndio umelala kabisa. Muone ni Mpentekoste au sio Mpentekoste, amezaliwa mara ya pili au hajazaliwa.